mwashe. Mmemrekodi wewe? Dua lenu litakuwa lipi? Waandishi, kuhojiana. Sawa. Dua yetu kwenda kutoa taarifa kwa wale watu ambao hawajapata taarifa, wapate taarifa, washiriki. Uje kuzika sio lazima uje makaburini. Unaweza kuzika kwa kutumia njia ya simu. Mzee ni kwa mfahamu. Mzee Mungu lazima anapenda kwa umezika ule. Kaburini kumchukulia betri kwenye bega kwa baba. Kuzika ni tunaposhirikiana kama hivi hao walokuja maraki na kuja kuzika. Wao wanakuja maroni. Ila mimi nasema kama hivi mnapojumuika majina yenu nasome pia. Nishakuwa. Atasoma tutakalili majina ya hizi media. Global TV, Dina TV, $40. Haya mashe, bismillah. Bana, tuko na msanii mkubwa kabisa wa maigizo Madebe Ndai, mmoja kati ya wasanii ambao wanasifika kutumia lugha ya Kiswahili. Hongera kwa hilo, lakini pole kwa sana. Tunatamani kufahamu jinsi ambavyo ulikuwa kufahamiana na marehemu enzi za watu wake. Marehemu Mzee Hassan Mkambi, kwanza nilikuwa naye shirikisho msanii yake kutoka pale kufanya tamthilia tofauti kuelekea lakini ukiachilia mbali hivyo nilipokuwa yeye na marehemu Kawele ndio walikuwa watu wa kwanza kuwashirikisha katika filamu yangu ya kwanza inaitwa Jeneza, lakini bado haitoshi. Nilishafanya naye filamu inaitwa Mzee Ngati, kipindi cha DVD nadhani, maana sasa hivi soko lilipo na Umoja Mwema. Lakini tulikuwa tunashauriana hapa na pale. Huwezi amini alikuwa ni mshabiki wangu namba moja ukiachilia mbali marehemu Mzee Korongo, sababu mimi nilikuwa nafanya kazi sana na wazee wanapenda sana hekima kuliko kitu kingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye muda mrefu tunashauriana, anajaribu kuniambia sinema kabla ya kutoa ianze kumfikia yeye. Kwa hiyo namkumbuka kwa namna ni mtu ambaye alikuwa ananipa challenge hususan ya elimu na namna ya kuweka sawa lugha kwa kuzungumza kwamba lugha hii sasa, huyu kama ni huyu kijana usiweke hivi, yeke hivi ili unaonekana na kijana. Fika kwa wazee yani katika muundo wa sanaa. Kwa hiyo mzee namfahamu na namkumbuka kwa taarifa yake ya kifo chake ilivyofikia, lakini kabla ya kifo chake labda kama mmebahatika kuzungumza naye. Katika mwezi huu sijabahatika kuzungumza naye, nadhani kutokana na ratiba zake, lakini mara mwisho nadhani tunajadili kuhusiana na, kwa sababu yeye alikuwa mwenyekiti wa chama cha waigizaji wilaya ya Ubungo, kama mwenyekiti. Kwa hiyo kuna vitu kama tunajadili kuhusiana na chama chetu cha TDFA taifa, lakini hususani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nadhani ni mwezi uliopita, mwezi huu ndio maana mwisho tulikutana na taarifa ya kifo. Na kwa jinsi ambavyo ukimfahamu kipindi chote hiki, mzee amedumu jana, juzi na leo kwenye tasnia, kwa maana kuwa pia kila eneo. Kwako alikuwa ni msanii wa namna gani? Kwanza ana sifa moja kubwa, ni msanii ambaye ana uwezo wa kukariri script kwa muda mrefu na anaikariri na anapita vile vile kama CD. Kwa hiyo ameondoka mtu, tunaweza kusema mtu mahiri na ni mtu nguli katika hii tasnia kwa maana ya falsafa ya uigizaji na utengenezaji wa filamu. Tunaondoka na neno gani kwenye kifo? Kifo ni muondoko ambao hauna hatari. Kifo ni siri ambayo wanaijua. Kwa hiyo cha kuondoka nacho hapa ni kwamba watu wawe tayari na kifo kwa kufanya mema na kuishi na watu vizuri kwa muktadha ambao Mungu anauhitaji. Kikubwa ni kwamba tuendelee kumwomba Mungu tuwe na mwisho mwema, mwisho usiokuwa na makandokando. Hiko ndio kitu ambacho tunaweza kusema kwa wale ambao wamekuja kupata elimu.